Mwanzoni mwa mwezi wa 5 mwaka 2026, taasisi ya Mpakani Tunaweza Organization ilipata wageni. Kina nani hawa? Hawa ni sadaka za kila mwezi, wakiongozwa na Princess of Jeans, ambaye aliongozana na vijana wa kike wa kiume, wakiwa wameambatana na sadaka mbalimbali. Safari hii ya utu ya vijana hawa kutoka taasisi ya sadaka za kila mwezi wamejikusanya kwa pamoja kuhakikisha siku hii, mwezi huu unakuwa wa faraja kwa watoto wenye ulemavu wa Mpakani Tunaweza Organization. Wakiwa wenye furaha kubwa, wanaume walihusika kuchinja mbuzi na kuandaa, huku wanawake wakihusika na kuandaa vyakula, wakawapikia watoto hawa na kula nao kwa pamoja, huku wakijenga faraja na kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na maisha na imani. Mkurugenzi wa kituo hiki Bi Asia Omar, ambaye akiwa ndio kiongozi wa kina mama hawa waliojikusanya kwa ajili ya kulea watoto wao. Mpakani Media inakukaribisha mtazamaji kuweza kushuhudia tukio hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Namtumikia, namsifu yeye siku zote. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sijui nisemeje. Sema kupone. Yaani naopenda kupitiliza. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Isingekuwa yeye leo hii tusingeiona, si ndio? Lakini pia nimshukuru Princess na timu yake kama kiongozi wa msafara wa siku zote, kama anavyofanya au anavyoshawishi au anavyojitoa na kuona namna gani inaweza kuwa ni sehemu rahisi au ni sehemu muhimu ya kumtafuta Mungu alipo. Mnapokuja kutembelea watoto au kina mama, haina maana ni kitu gani unachokilenga, ila tu jamii unayoenda kuiponya kwa kupitia nguvu zako au rasilimali ulizozitumia ni sadaka inayoendelea. Amina. Nikisemea hivyo ni kwamba leo mmetukuta sisi hapa. Tunatamani sana kuwa na watu wengi wenye imani kama nyinyi, kwa sababu maisha haya tunayokuwa nayo ya leo, tunayoona leo, si ndio? Ni tofauti na maisha utakayoishi wewe peke yako. Kuna dada ambaye tunamfahamu mimi, huyu hapo mwenye t-shirt ya blue. Alikuwa kwenye umoja unaitwa nini? Travel family. Travel family walipitia kwa huyu hapa. Wakafika hadi hapa, wengine wametoka Arusha, Moshi huko Arusha, wakaje hapa. Ndio walileta magodoro. Kuna magodoro tulikuwa tunatumiaga kipindi cha nyuma, tulikuwa kwenye unyanyasaji mkubwa sana. Siwezi kuelezea kwa sababu ni kitu ambacho kimeshapita. Lakini yule pale ameachana na ile familia, leo hii yuko na Princess. Kwa hiyo maisha yanafanya nini? Yanabadilika. Sisi ni wamama tunaowalea watoto wenye mahitaji maalum, lakini ni wamama wanaolea mazingira, wanaolea malezi magumu. Nikiamini kwamba hakuna ambaye anaweza kuthubutu, ni mtu ambaye anaweza kuthubutu kwa masaa machache ya sasa hivi. Lakini nikikupa mwanangu huyu hapa, kwa wale ambao hawamfahamu Princess anafahamu, na wale ambao walishakuja, ndo mtoto mkubwa kati ya watoto wote. Lakini ukimwangalia
manake haendani na yale mazingira ambayo ninayosema. Anaingia mwaka wa 17, manake sasa hivi angekuwa yuko kama form 2 au form 3. Sawa Lakini kikupa mwanangu wewe uweze kukaa na saa 3 utamrejesha. Si ndio? Haijalishi napitia wakati gani, lakini ndo ibada Mungu amenipa msikiti wangu na kanisa langu nyumbani. Mungu anapokupa matatizo anakupenda. Hili nalisemea ni kwa sababu nimekubali. Sijui tuko tayari Lakini nyinyi nyote asilimia kubwa sana wengi ni wagonjwa, hamjijui. Princess naongopa ugonjwa uliokuwepo sio ICU. Wengi sana wanasumbuliwa na mahusiano na ashakata tamaa. Yuko tayari kufa kwa sababu kaachwa na mtoto wa mama mkwe. Nimesema hivi nyinyi ni wagonjwa nikimaanisha hivyo. Yaani nikimaanisha kwamba kuna watu ni wagonjwa lakini hawajui wanaumwa nini. Ila ukimsimulia mtu anajua kwamba wewe una changamoto fulani. Kwa hiyo daktari wako ni nani? Ni Princess. Nikisema Princess maana yake daktari wa huyu anakuja sehemu kama hii. Mnaona changamoto tulizokuwa nazo ya kwa kweli unapona. Baada ya kusikiliza nasaha na maneno mazuri kutoka kwa mkurugenzi wa taasisi hii ya Mpakani Tunaweza Organization, ambaye ni kiongozi wa kina mama wa watoto hawa ambao wengi wao wakiwa wana tatizo la mtindio wa ubongo, wakiwa na ulemavu wa namna hiyo, basi zoezi la kuchoma nyama liliendelea, huku upande wa wanawake wakiendelea na mapishi kuhakikisha inakuwa siku ya faraja kubwa kwa watoto hawa. Vijana hawa wa sadaka za kila mwezi wameonyesha kuwa kwa hakika kutoa ni moyo na inawezekana kuleta faraja pale ambapo mnaamua mkaungana kwa pamoja kuleta tabasamu kwa wamama na watoto hawa wa Mpakani Tunaweza. Na mambo hayakuisha hivi hivi, bali kama alivyofunguliwa kwa maombi ndivyo ambavyo mkurugenzi wa Mpakani alimaliza kwa kuwaombea dua njema wote waliohusika na sadaka hii ya kipekee katika kituo hiki cha watoto wa Mpakani Tunaweza Organization. Basi tumalize kwa kusikiliza dua hiyo, lakini pia hakikisha wewe unayetazama video hii unakuwa na moyo wa utoaji, hususan kwa watu ambao hawana uwezo au wanalelewa au wanaishi katika mazingira ya uhitaji. Mwenyezi Mungu ajalie waja wako hawa ambao wanatoa sadaka ya kila mwezi leo hii kwa kwenye kituo chetu cha Mpakani Tunaweza Organization kwa ajili ya watoto wetu na wamama ambao wanaishi kwenye maisha magumu. Mwenyezi Mungu nakuomba ya Rabbil Alamin, nakuomba tena ya Rabbil Alamin, nakuomba tena ya Rabbil Alamin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Mwenyezi Mungu wewe ni mwingi wa rehema, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wako ya Rabbil Alamin, mtume wako ya Rabbil Alamin, na sisi ni waja wako ya Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu nakuomba katika uhai wetu tuliokuwa nao ya Rabbil Alamin, tunawaombea ndugu zetu hawa wanaotugusa sisi na kufuta machozi kila leo. Mwenyezi Mungu wenyewe hawajawahi kupata wakazidisha, bado unahitaji maisha yako mazuri zaidi ya Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu nakuomba ya Rabbil Alamin, katika biashara zao zifanye biashara bora katika biashara zote ulimwenguni. Zifanye biashara hizi ziwe katika biashara zinazoweza kuongoza kwa uzuri katika bidhaa zao. Mwenyezi Mungu, wale ambao wanauza bidhaa za aina yoyote siweze kuzitaja zote ya Rabbil Alamin, wafanye biashara zao ziwe bora kabisa ili waweze kutoa sadaka sehemu zingine, kwa sababu sadaka zao zinatokana na biashara zao, sadaka zao zinatokana na mikono yao, sadaka zao zinatokana na ususi wao, sadaka zao zinatokana na wokovu wao ya Rabbil Alamin katika maisha yao ya uhai wao. Na kabisa maombi haya, Mwenyezi Mungu abariki kazi zake binti yetu Princess Justin Wambura, ili Mwenyezi Mungu aendelee kuishawishi, muondolee maradhi katika maisha yake, muondolee maradhi katika afya yake na familia yake, ili kile anachokifanya katika riziki zake basi aendelee kuwashawishi na wenzake waendelee kuwa pamoja kwa hicho ambacho tunachosema. Na siwezi kumtaja kila mmoja kwa sababu wote ni bora zaidi kama vile ambavyo kwa yuko yeye bora, kwa sababu jina lake ndo nalifahamu na wengine pia nawafahamu, ila siwezi kumtaja mmoja mmoja. Mwenyezi Mungu akabidhi familia hii sadaka ya kila mwezi. Mwenyezi Mungu awajalie wapate tena sadaka nyingine waweze kuwafikia wengine mwisho wa mwezi wa 5 huu. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema. Wakitoka hapa basi Mwenyezi Mungu awajalie safari salama, wafike nyumbani salama, na kesho Jumatatu waingie makazini ili waweze kutafuta sadaka ya kila mwezi. Mungu tunawakabidhi watoto hawa, familia hii, familia ya kila mwezi, wasichana hawa, wakaka hawa waliokuja kuleta faraja kwa ajili ya watoto wetu.
na Mungu aendelee kuwasimamia katika maisha yao. Tunawakabidhi mikononi mwako, tunasema amen. Amen.